for your position. Kujua na kuelewa kusudi la Mungu kwenye nafasi yako. To know and understand God's purpose for your position. Kujua na kuelewa kusudi la Mungu kwenye nafasi yako. For us believers, kwa sisi waamini, for every position that we are, kwa kila nafasi ambayo sisi tupo, we are serving for the God. Tunafanya kwa ajili ya Mungu. We are serving for the God. Tunatumika kwa ajili ya Mungu. And sometimes we have to put our mind and concentrate it mostly. Na tunatakiwa tuweke akili zetu na jitihada zetu to know that kufahamu kwamba the position we have, ile nafasi ambayo tuko nayo, is not for us, sio kwa ajili yetu, but for the God. Ni kwa ajili ya Mungu. And when you know that, na unapofahamu hivyo, you will grow utaongezeka and succeed. Na utafanikiwa. And God is so faithful. Na Mungu ni mwaminifu sana. Atakuongeza more and more. Zaidi na zaidi na zaidi. Amen. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Growth and success, kukua na kuongezeka, comes from kunakuja kutoka understanding, kuelewa why God placed you, kuelewa kwa nini Mungu amekuweka where you are, kwenye hiyo nafasi ya sehemu ambayo wewe upo. Knowing his purpose, kujua kusudi lake, gives you strength, inakupa nguvu, determination, kutambua. Praise the Lord. To fulfill it, kwa ajili ya kutimiza hilo kusudi lako. Your success depends, mafanikio yako yanategemeana on recognizing that purpose, na kulitambua hilo kusudi la Mungu kwenye maisha yako. Na wakati mwingine tunaweza tukasema knowing your purpose, kujua kusudi lako, is the reason you to live. Ni sababu ya wewe kuishi. You don't have purpose, na kama hujui kusudi lako, you don't have a reason to live. Huna sababu ya kuishi. When we refer to the God, na unapolifaa kwa Mungu about creation of us, kuhusu kutuumba sisi wanadamu, there is a purpose behind. Kuna kusudi nyuma ya hilo kusudi. When we have read the Genesis verse 1, kama tulivyosoma kwenye kitabu cha Mwanzo, kuna kusudi la wewe kufufuka. So you are not there for a mistake. Kwa haupo hapo kwa bahati. After understanding the position you are, kwa baada ya kuelewa nafasi ambayo wewe upo, you are there for a purpose. Upo pale kwa kusudi maalum. You will make it effective. Utatumika vizuri. And to do it for the God. Na utafanya kwa ajili ya Mungu. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Bwana asifiwe. So knowing the purpose of you being there, kwa kutambua kusudi la wewe kuwapo mahali hapo, the reason for you to grow. Ni sababu ya wewe kukua. It's the reason to you to succeed. Ni sababu ya wewe kufanikiwa. Without knowing it, kwa kutokufahamu hivyo, will lead you to remain the same. Itakufanya wewe ubaki pale pale siku zote. And sometimes to be diminished. Na wakati mwingine kupotezwa. And sometimes this will be upon you. Na wakati mwingine kifo kitakufuatia. Because we say, kwa sababu tumesema purpose is a reason for you to live. Kusudi ni sababu ya wewe kuishi. As well as you in your own works. Na kama vile kwenye kazi zako. The things that you don't want in your house or sometimes households. Kama vitu ambavyo wewe huvitaki kwenye nyumba yako, you are recognized to destroy. Unavitoa na unavitupa. The same as God. Ni hivyo hivyo kwa Mungu wetu. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Maybe can be a bitter truth. Inaweza kuwa ni uchungu wa ukweli that I can tell you this morning. Ambao naweza nikwambia asubuhi ya leo. And you don't stand to your position for the purpose that God puts on you. Usiposimama kwenye kusudi ambalo Mungu amekuweka ulitumikie kwalo. Maybe it will be the source for you to be out of this world. Inaweza ikawa ni sababu ya wewe kuondoka kwenye hii dunia. So the thing that I want to tell you this morning. Kwa jambo natamani nikwambia asubuhi ya leo. Make sure you know the purpose of God. Hakikisha unajua kusudi la Mungu. The place you are. Kwenye nafasi ambayo upo. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Because the purpose, kwa sababu kusudi will give you the reason to live. Itakupa sababu ya kuishi. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Let me make it in English. In Kiswahili. Ngoja nizungumzie kwa Kiswahili. Ukiwa una maono, hauna sababu ya kufanyaje? Ya kuishi. Yaani usipolijua kusudi la Mungu, kwa sababu kulijua kusudi la Mungu kunaambatana
kuhusiana na maono sasa kuwa ndani yako, because bila kulijua kusudi la Mungu, maana huwezi ukawa na maono kuhusiana na hicho, si ndivyo? So baada ya kulijua kusudi la Mungu, maana maono nayo yatakuja ndani yako kwa ajili ya kuitimiza hilo nini kusudi. Utaona njia namna gani ya kuweza kujiendea ili kulifanikisha nini hilo kusudi. That's why the one of mwimbaji wa nyimbo za Injili akaimba, mtu mwenye maono hafi mpaka atafanyaje itimie ndoto. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Let's just look to the Jeremiah. Tusome kitabu cha Yeremia chapter number 1, sura ya kwanza verse number 5. Yeremia sura ya kwanza mstari wa 5. There is some books here you can mention it. Na kuna vitabu hapa na unaweza ukaviandika. Romans chapter number 8, number 9. Warumi sura ya 9 verse number 17. Mstari wa 17. As well as Romans verse chapter number 8. Pia Warumi sura ya 8 verse number 18. Mstari wa 29. Verse number 80 to 30. Mstari wa 8 mpaka 9. Verse number 28 to 30. Warumi 8:28 mpaka 30. And Luke, na kitabu cha Luka chapter number 1, sura ya kwanza mstari wa 15. Praise the Lord. Bwana asifiwe. And here the more thing that I can explain to you, everything created for a purpose. Kila kitu kimeumbwa kwa kusudi. And here when you look about Jeremiah, na ukisoma hapa kwenye kitabu cha Yeremia, please you can read it. Yeremia sura ya kwanza mstari wa 5, Biblia inasema, kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua, na kabla hujatoka tumboni nalikutakasa, nimekuweka kuwa nabii kwa mataifa. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Bwana asifiwe. And we have many people here. Tunao watu wengi hapa. Sometimes they understand about how the pregnancy is formed. Wanaelewa namna ambavyo mimba inatengenezwa. What is recognized for the formation of pregnancy. Na nini ambacho kinatokea kwenye kutengenezwa kwa mimba. And sometimes it is a science. Na hiyo ni sayansi. But if you can fight to the word of God that we have read here. Lakini unaweza ukaunganisha hiyo sayansi na neno la Mungu ambalo tumelisoma hapa. Yeah. For the formation of everything, kabla ya kutengenezwa kwa kitu chochote, there is a purpose. Kunalo kusudi. After the vision that comes to the Jeremiah, baada ya maono ambayo yalikuja kwa Yeremia, that God said to him before, Bwana alizungumza naye kwamba you have been formed the pregnancy of your mother. Kabla sijakuumba katika tumbo la mama yako, there was a purpose. Kulikuwa kuna kusudi. So in each and everything, kwa kwenye kila jambo that created or you want to create, ambalo limetengenezwa au unataka ulitengeneze, there is purpose inside it. Kuna kusudi ndani yake. To cover it. Kwa ajili ya kuna kusudi ndani yake. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Bwana asifiwe. So you cannot grow, huwezi ukakua in your place or purpose, kwenye maeneo ambalo upo au kwenye kusudi lako, if you don't know the purpose of being, kama ukujua sababu ya wewe kuwepo hapo. So you want to grow in your position. Unataka uongezeke kwenye nafasi yako. I think you know in every place there is levels. Unajua kama tunavyojua kwenye kila eneo kuna viwango. When you are employed in some area, kama umeajiriwa mahali fulani, started as a normal, unaanza kama mtu mwajiriwa wa kawaida, then there is a levels grow. Lakini kuna viwango vya ukuaji. And I can refer for the yesterday graduation. Tukakumbukiza kama sherehe ya jana mahafali. For our guest of yesterday. Mgeni wetu rasmi pale mahafali ya chuo cha afya. He said yeye ni mdhibiti ubora. Yeye anasema ni mdhibiti ubora. So the thing I know there is a level he started. Nachofahamu ni kwamba kuna hatua ambayo alianza nayo. That's where he reached the
mpaka ambapo amefikia pale alipofikia. Praise the Lord. Bwana asifiwe. And also in every position, kwenye kila nafasi there is levels. Kuna hatua. So if you want to reach to the highest position, kama unataka uende kwenye nafasi ya juu zaidi, the most thing you have to know the purpose of being there. Unatakiwa ujue kusudi la wewe kuwepo mahali. So the reason to know the purpose of being there, kwa sababu unatakiwa ujue sababu ya wewe kuwepo mahali hapo. will give you a reason to fight. Ukijua sababu ya wewe kuwepo mahali hapo, itakupa sababu ya kupambania, to sacrifice, kwa ajili ya kutoa muda wako, as well as your power, kutoa pia na nguvu zako, for you to grow, kwa ajili ya wewe kukua. And as a believer, na kwa sisi waamini, for the position you are, kwa hizi nafasi ambazo tuko nazo, the most thing we know, kitu ambacho cha msingi kama sisi tukijua, we are saving it for the God. Tunafanya kwa ajili ya Mungu. So work it in. Maybe you are a businessman. Unaweza ukawa ni mfanyabiashara. So you are there for serving people. Uko pale kwa ajili ya kuhudumia watu. So the way you do that, namna ambavyo unawahudumia watu, make sure you do it for the God. Hakikisha unafanya kwa ajili ya You are a teacher. Wewe ni mwalimu. Save your students for the God. Wafundishe watoto wako kwa ajili ya Mungu. There is many situations that they pass to the one who you save for it. Kwa sababu wana changamoto mbalimbali ambazo wanazipitia. So have to do for the God. Lakini unatakiwa ufanye kwa ajili ya Mungu. And sometimes you are good in economics. Lakini wakati mwingine yamkini uko vizuri kwenye uchumi. You are for the other. Upo vizuri kwenye uchumi kwa ajili ya watu wengine. You have to save them. Inabidi uwasaidie hao. You have to support them. Unatakiwa kuwasupport hao. To work it effectively. Mungu anataka uyafanyie kazi hayo mambo so as to make you grow and success. Ili akufanye uongezeke na kufanikiwa. So if you want to success, ukitaka kufanikiwa, you have to work on it effectively. Unatakiwa uyafanyie kazi majukumu yako. And God gives us a position. Mungu ametupa hizo nafasi. And behind of it, na nyuma hizo nafasi, there is instructions for. Kuna maelekezo ambayo yanaambatana hizo nafasi. And let me make an example like this. Ngoja mimi nitoe mfano namna hii. To the one who designed to use computer. Kwa wale ambao, kwa yule ambaye alitengeneza computer. There is instructions. Kuna maelekezo fulani. And whenever you want to use something, maybe as a medicine, there is when you go to the farm. Na kama ukitaka labda kutumia madawa kwenda dukani, duka la madawa. Inside it there is a mind that guides you how to use it. Na mule ndani ya duka la dawa kuna mtu ambaye atakuelekeza namna ya kutumia hizo dawa. Even to the guy who also gives you a position somewhere, there is instruction behind it. Kuna maelekezo. And when you follow it, na ukiyafuata maelekezo, you will success in the glory. Utafanikiwa. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Bwana asifiwe. The Holy Spirit is so faithful, and I believe that there is something you get now. Amen. Mtakatifu ni mwaminifu na ninaamini unapata kitu hapa. Let me continue to the when God in his cabinet to the heaven recognize it. Kwa Mungu na ufalme wake mbinguni, when they recognize it to man, a man, pale walipokusudia kumtengeneza. Praise the Lord. Bwana asifiwe. There is the instruction. Kuna maelekezo that God gives to Adam. Mungu ambaye alimpa Adam when he put him in Eden. Alipomweka kwenye bustani ya Eden. And Adam. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Slew. My God. Slew. Kupitia that instruction. Kupitia hayo maelekezo ambayo Mungu alimpa Adam kwenye bustani ya Eden. Where have two sides. Yalikuwa yana machaguo. Two sides. Yalikuwa yana pande mbili. After following them, alipoyafuata, there was two side effects. Kulikuwa na matokeo to grow mawili, or to die au kufa. That's why now I
tell you in each position, ndio maana nawaambia kwamba kwenye kila nafasi, behind it, nyuma hiyo nafasi, there is instructions. kuna maelekezo. So when you follow it, unapoyafuata hayo you maelekezo, will grow, utakuwa, and vice versa, na kinyume chake utaangamia. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Let us open the Bible. Ngoja basi tusome maandiko, tufungue Biblia. The book of Kwenye kitabu cha Genesis, kitabu cha Mwanzo, chapter 2, sura ya 2, verse number 15. 15. Kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 15 mpaka 17 and mpaka 17. Biblia inasema, Bwana Mungu akamtoa huyu mtu akamweka katika bustani ya Eden alime na kuitunza. Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, matunda ya kila mti wa bustani waweza kula, walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. praise the Lord. Bwana asifiwe. Praise. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Hallelujah. I think there is a problem with this mic that I'm using that remove me from the concentrations. Praise the Lord. Yeah. I think you heard that message from the Genesis. Nafikiri umesikia ujumbe huu kutoka kitabu cha Mwanzo Chapter 2. sura ile ya 2 From verse 15 kuanzia 15 to 17. mpaka 17. After God establishing the Eden, Baada ya Mungu kuitengeneza bustani ya Eden, put man over there, akamweka mwanadamu pale, he gives him the instruction akampa maelekezo about how to cultivate it, namna ya kuilima hiyo bustani, and all fruits that over there, na matunda yote ambayo yako ndani ya hiyo bustani, and he allowed all things na aliruhusu mambo yote, vitu vyote Adam to consume it. kuvitumia. But there is some fruits Lakini kuna yale matunda that God ambayo Mungu distracted him to consume it. alimkataza kuyatumia, mti wa ujuzi wa mema. Once Adam Na pale ambapo Adam consumed it, alivyoyatumia, he led him to die. Ikampelekea akaweza kufa. And someone can ask me, what days? Na mtu anaweza kaniuliza, hii nini? It was a spiritual death. Ilikuwa ni kifo cha kiroho. Praise the Lord. Bwana asifiwe. And there is a short explanation here I want to tell you. Na kuna maelekezo machache hapa nataka niatoe kwako. The day that God recognized to make a man, ambayo ilipelekea Mungu kumuumba mwanadamu. you can ask me from the Genesis verse 1. Kutoka kile kitabu cha Mwanzo sura ya 1 from the verse number 22 up to 26. Mwanzo sura ya 1 mstari wa 20 mpaka 26. From that day, God wanted to create a man, but God created the spiritual of man. Mungu alitaka kumuumba mwanadamu. And sometimes you can say we are in spiritual, also in flesh. Kwa wakati mwingine tunaweza tukasema sisi tupo kwenye tuko kiroho, lakini pia tupo kimwili. And that day when God created a man and put him in Eden, na siku ambayo Mungu alimuumba mwanadamu na akamweka kwenye bustani Eden, after the death or after spiritual death, baada ya anguko la Adam himself discovered that he is alone. Adam mwenyewe akajigundua kwamba yuko peke yake, because he doesn't follow the instruction. Kwa sababu hakufuata maelekezo ya Mungu. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Bwana asifiwe. So people who recognize the God-given laws, people who recognized the God-given laws became greater heroes of faith in whom God delights.
Watu wanaofuata maelekezo ya Mungu wanakuwa na kuongezeka. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Something we can call the giant of faith. Na wakati mwingine unaweza kawaita ni wababe wa imani au wababe wa kiroho. Here we have a great example like our father of faith, Abraham. Na hapa tunao mfano kutoka baba yetu wa imani ambaye anaitwa Ibrahim. Because he was very humble. Kwa sababu alikuwa ni mnyenyekevu sana. Follow the instruction that he has given by God. Kufuata yale maelekezo ambayo amepewa na Mungu. And sometimes we can praise the Lord. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Amen. And sometimes we can add Ayub. Na wakati mwingine pia unaweza kuweka mfano wa Ayubu. And this our people also was very humble to follow the instruction of God. And sometimes God, He glorifies them and slows them that He look precious for them. Tunaona mfano kama wa Ayubu na watu wengine waliokuwa watu wa imani ambapo Mungu aliwainua na kuwaongeza zaidi. So when you talk about the position you are, kwa tunapozungumzia kuhusu nafasi ambayo wewe upo, you are responsible to fulfill each the responsibility and the duties. Unatakiwa kuyafanya yale yote ambayo Mungu ameyakusudia wewe uyafanye for the God. Kwa ajili ya Mungu. And when I'm correcting, there is someone who's serving God, and as well as he was a commander, someone called Cornelio. Kuna mtu alikuwa ni Cornelio. Who someone knows about Cornelio? Nani anafahamu kuhusu Cornelio? Praise the Lord. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Bwana asifiwe. And when I am correcting from the book of Acts, habari ya Cornelio ipo katika kitabu cha Matendo. Yeah, when he was there, he was a commander and he's the one who's serving God through his position. Alikuwa ni the one who's serving God through his position. Alikuwa akimtumikia Mungu kwenye nafasi yake. Not only commander, but he's the one who's serving God through his position. Hakuwa tu kamanda, lakini alimtumikia Mungu kwenye nafasi yake. And through his position, the God was glorifying. Na kwenye nafasi yake Mungu alijitukuza sana. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Bwana asifiwe. So in your place, in your position, you have to wait for the God. Kwa kwenye nafasi yako au mahali ambapo upo unatakiwa umtumikie Mungu. So there is a purpose for you to fulfill over there. Una kusudi ambalo unatakiwa ulitimilize kwenye nafasi ambayo. So you are not there for a mistake. Hauko pale kwa bahati mbaya. You are there for serving us. Upo pale kwa ajili ya kumtumikia Mungu kwa wengine. A greater mission of God. Na hiyo ndio agizo kuu la Mungu kwa. Everyone to work to one another. Sisi kwa sisi kuhudumiana. For his kingdom. Kwa ajili ya ufalme wake. Praise the Lord. Bwana asifiwe. And here there is a key principles for the growth and success in your position. Hapa kuna there is a key principles. Kuna kanuni for growth kwa ajili ya kukua and success na kuongezeka in your position. Kwenye nafasi yako. So even you don't follow that key principles, na ukizifuata hizo kanuni, you will remain the same place many years ago. Utabakia kwenye hali hiyo hiyo. Usipozifuata hizo kanuni utabakia kwenye hali hiyo hiyo miaka nenda rudi. Praise the Lord. Bwana asifiwe. In Kiswahili you can say utakuwa unapiga makitai Mungu hapo na hausogei. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kila mmoja ndani ya kanisa, there is a position to have. Kuna nafasi yako ambayo unatakiwa uikabe. You have to done it for the God. Unatakiwa uisimamie nafasi kwa ajili ya Mungu. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Clap your hands for the God. Unaweza kumchapia Yesu kwa Yesu. And before you continue, na kabla sijaendelea, naombeni muda nijue naishia wapi, because I have an ability for the Holy Spirit that is inside me. Ninayo Roho Mtakatifu ndani yangu, naweza nikatembea. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Yeah. Always I enjoy when I'm preaching. Wala zote wako ninafurahiaga ninavyohubiri. And when I'm teaching. Na ninavyohubiri.
always I'm enjoying. Waga ninafurahia sana. It is the most thing that God has put on me. Na ni kitu ambacho Mungu ameweka ndani yangu. That's all. I'm praising God for this gift. Ndio hicho nachomtukuza Mungu kwa hiyo zawadi. So I am talking from the morning to the evening. Ninaweza nikazungumza mpaka jioni. You can go to eat and buy. Unaweza mkaenda mkala mkarudi. It's not for my will. Sio kwa ajili ya mapenzi yangu. But God put it on me. Lakini ni Mungu ameweka ndani yangu. Praise the Lord. Bwana asifiwe. And the second principle, na kanuni ya pili, for you to grow and success in your kwa position, kuwa na kuongezeka kwenye nafasi yako, safeguard diligence through your position. Mtumikie Mungu. Mtumikie Mungu kwa bidii kwenye nafasi ambayo amekupa. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Because the position you are, kwa hiyo nafasi ambayo upo, not everyone is there. Sio kila mtu yupo kwenye hiyo nafasi. So you are there. Kwa uko mahali pale, Save it diligently. Tumika kwa bidii for the God. Kwa ajili ya Mungu. God blessed you to be somewhere. Mungu amekuweka uwe mtu fulani mahali. Maybe you are a teacher. Labda wewe ni mwalimu. A preacher. Wewe ni mhubiri. Evangelism. Wewe ni mwinjilisti. And sometimes you can recognize you are a businessman. Labda wewe ni mfanyabiashara. And there is different position inside the church and out of the church. Na una nafasi mbalimbali ndani ya kanisa na so you have to work it diligently. Unatakiwa ufanye kwa bidii kwenye hiyo nafasi. And the things you have to know. Na kitu ambacho unatakiwa ufahamu. We serve the God. Tunamtumikia Mungu. Through his purpose. Kwa sababu ya kusudi lake. For the people. Kwa ajili ya watu wengine. And sometimes we can say I am a teacher. Na wakati mwingine naweza nikasema mimi ni mwalimu. So I cannot teach myself. Siwezi nikajifundisha mimi mwenyewe. Because I need people for me to deliver things that God puts on me. Sababu nahitaji watu niwape kile kitu ambacho Mungu ameweka. So the position you are. Kwa hiyo nafasi ambayo upo is for the people that God gives you. Ni kwa watu wengine ambao Mungu amekupatia. And sometimes you can go as a pastor. Unaweza kuwa ni mchungaji. You cannot be a pastor without people. Huwezi kuwa mchungaji bila ya watu. Because you cannot. Sometimes you are a ruler. Wakati mwingine wewe ni kiongozi. You can rule the place without no people. Huwezi ukaongoza mahali ambapo hapana watu. So the most thing to know in this morning. Kwa kitu cha msingi cha kufahamu asubuhi ya leo. We serve God through people. Tunamtumikia Mungu kupitia watu. So the position you are. Kwa hiyo kwenye nafasi ambayo uko nayo. You have to work it diligently for the God. Unatakiwa utumike kwa bidii kwa ajili ya Mungu. Everything you do. Na kwenye kila jambo unalolifanya, do for the God. Fanya kwa ajili ya Mungu. Through his people. Kwa kupitia watu. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Bwana asifiwe. And through that, na kupitia hiyo God will glorify you. Mungu atakutukuza. God will glorify you. Mungu atajitukuza kupitia wewe. And the third one, na kanuni ya tatu, we are going to the end. Tunaenda kumalizia. Seek godly knowledge. Tafuta kujua maarifa ya kimungu. We know that there is different knowledges. Tunajua kunazo elimu nyingi in this world. Kwenye hii dunia. But everything that you have to do, lakini kwenye kila jambo ambalo unatakiwa ulifanye, through that knowledge that you acquire anywhere, kupitia hiyo elimu ambayo unaipata mahali popote, you have to know that unatakiwa ufahamu kwamba inside it there is the purpose of God. Ndani yake kunalo kusudi la Mungu. Because you know every good knowledge is kwa sababu kwa elimu ya kimungu, every good knowledge is, kwenye kila elimu nzuri, the source is from God. Chanzo chake ni kutoka kwa Mungu. And God created everything. Na Mungu ameumba kila kitu for a good purpose. Kwa ajili ya kusudi maalum. Sometimes people can say, wakati mwingine watu wanaweza kusema, many things are crossing around this world. Vitu vingi viko hapa duniani. God created this. Mungu ameumba hiki. God created everything for the good purpose. Mungu ameumba kila kitu kwa kusudi maalum, kwa kusudi zuri. Praise the Lord. Bwana asifiwe. And through knowing the knowledge of
your place or the place you are, na kwa kutambua elimu ya mahali ambapo upo, you will grow. Utakuwa. For me, I can say I'm a, kwa mimi naweza nikasema, animal health and production officers. Mimi ni afisa I cannot say much on even I don't have the knowledge of it. Mimi ni afisa mifugo, siwezi nikasema ni afisa mifugo kama sina elimu ya hiyo mifugo. And when you first me ask me about mifugo, na unaponiuliza kuhusu mifugo, and I don't know anything, na sijui chochote, I will not be at that position. Siwezi nikastahili kuwa kwenye hiyo nafasi. So when I want to work proper in this position, wanapotaka nitumike vizuri kwenye hiyo nafasi, I must have enough knowledge about that position. Lakini niwe na elimu ya kutosha kuhusu hii nafasi. So as deliver the things that God wants to his people. Kwa ili kutoa kile ambacho Mungu amekusudia kwa ajili ya watu wengine. And the sometimes I can say, wakati mwingine naweza nikasema, and the quote to the one in the famous preacher and man of God. Naweza pia nikamnukuu kutoka kwa mhubiri mmoja wa kimataifa wa Mungu. Called Prophet Bushir. Anaitwa Nabii Bushir. From Malawi. Anatokea Malawi. One day he said that in each field there is a king. Siku moja alisema katika kila eneo kuna mfalme. Kwenye kila eneo kuna mfalme. So you have to know this. Unatakiwa ujue kwamba you must be a king in your position. Unatakiwa uwe mfalme kwenye eneo lako. When someone faces and all the problem happen somewhere, matatizo au jambo lolote bali kitokea mahali fulani, that is about your position, ambalo linahusiana na nafasi yako, you have to give a solution properly. Unatakiwa utoe majibu mazuri yanayoeleweka. Not the one who wondering and without giving the correct information. Sio ni mtu wa kushangaa ambaye huna majibu mazuri kuhusiana na tatizo. So you have enough knowledges. Unatakiwa uwe na elimu ya kutosha. Praise the Lord. Bwana asifiwe. And here we can refer to the Daniel. Unaweza ukasoma kitabu cha Daniel chapter number 10, chapter number 9, Daniel sura ya 9 verse number 2, mstari wa 2. You can write it and you can read to your own time. Hosea, kitabu cha Hosea chapter number 4, sura ya 4 verse number 6, mstari wa 6. As well as Proverbs, pia kitabu cha Mithali chapter number 12, sura ya 12 verse number 1, mstari wa 1. As well as Colossians, kitabu cha Wakorinto chapter number 3, sura ya 3 verse number 16. Sura mstari wa 16. Kitabu cha Wakolosai 3:16. As well as First Timothy, Timotheo wa kwanza chapter number 4, sura ya 4, verse number. Timotheo wa kwanza sura ya 4 mstari wa 13. Praise the Lord. Bwana asifiwe. So through knowing the knowledge about the elements, let me use my short. I'm a teacher. Mimi ni mwalimu. I'm a teacher. Ni mwalimu wa neno la Mungu. When you give me a chance to speak in Swahili, so ukinipa nafasi ya kuongea kwa Kiswahili, almost 3 hours in nitatumia masaa 3 na zaidi. Praise the Lord. Amen. So English language for somehow. Praise the Lord. Kiingereza kwa namna fulani kinambana. Verse number 3. Kitabu cha Ibrania 11 mstari wa 3. And James chapter 1. Kitabu cha Yakobo sura ya kwanza mstari wa 23 mpaka 26. Kitabu cha Yoshua sura ya kwanza mstari wa 8. Kitabu cha Wafalme wa kwanza sura ya 2 mstari wa kwanza mpaka wa 3. Na kitabu cha Isaya sura ya kwanza mstari wa 19. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Clap your hands for the Jesus.
Tunamshukuru Mungu kwa neno lake. And when you follow this, na unapofuata haya, success and applause will be upon you. Mafanikio na kuongezeka vitakuwa kwako. Almighty Father will increase you. Mungu wa mbinguni atakuongeza. Say amen. Sema amina. Say amen. Sema amina. Yeah. We thank God for the word. Tunamshukuru Mungu kwa neno lake. And this will be the guidance you to reach to the place where God wants you to reach. Praise the Lord. Okay, let me welcome our pastor. And bless what you bless you. Alisema hakuja kwa ajili ya kujiokoa. He has not come to be a man to save him. Hakuja kwa ajili ya kutumikiwa. But he came to save people. Lakini alikuja kwa ajili ya kutumikia watu. So we are here to save one another. Kwa hiyo tupo kwa ajili ya kujitumikia. As you are there, na kama ukiwa mahali to stand to your position. Lazima usimame katika nafasi yako. So that the people they may enjoy, ili watu waweze kufurahia the leadership that you are having. Uongozi ambao wewe unaoendeleza. And they enjoyed, ili waweze kufurahia and the purpose of God. Kusudi la Mungu pia. Hallelujah. Hallelujah. You are born to serve the purpose of God. You are the purpose of God. You are here to save people. You are here to show people to know God. Hallelujah. Hallelujah. That is the position that the Lord has given us. Can you thank God? Can you thank God where you are? As you are a pastor, as you are a teacher, you are the student, you are the police, you are serving the purpose of God. Hallelujah. Can we raise up our voice? Thank God. Thank you for giving this position. Thank you to call me to this position. Thank you for giving me this responsibility. Father, in the name of Jesus, we thank you very much for this wonderful message. We are born to serve your purpose. We are your purpose, Lord. Help us, Lord, to serve people. Help us, Lord, to serve your purpose. Open our mind to understand your position. To understand the purpose of you, Lord. Lord, we thank you. Thank you for your scripture. Thank you for the message. In the name of Jesus. Amen. Amen. Every chair, please. Unaweza kuketi tafadhali. Now we are going to our classes. Sasa tunakwenda kwenye madarasa yetu. But we are not going there. Lakini hatutakwenda kwenye maeneo mengine. Because we are having a special guest here. Kwa sababu tunao wageni maalum hapa. We are going to give them 20 minutes. Tutawapa dakika 20. Because they've come, we were not informed. Na kwa sababu walikuja na tukuwa na taarifa. But we received them. Lakini tumewapokea. Because they are the guests. Kwa sababu ni wageni wetu. So let it give them the time. Kwa hiyo nitawapa sasa nafasi to teach us what they have heard. Waweze kutufundisha, kutuhabarisha, kutuseminisha kile walichokuja nacho. Sasa tuna switch, tunarudi Tanzania. So we return in Tanzania. Tutatumia dakika 20. Na baada ya dakika 20 kutakuwa na nafasi ya maswali kama watakuwa dakika 5. Then baadaye kama tutakuwa na muda tuenda kwenye madarasa yetu. Kama tutakuwa na muda tutakei baada ya Kiswahili. Kama ni Bwana asifiwe.